Karibuni tena kwa majina, naitwa Mwalimu Isa Albano Mcholi. Mimi ni mwalimu mhamasishaji wa masuala mbalimbali ya kielimu yenye lengo la kuwasaidia watoto kuweza kutimiza ndoto zao. Leo nimekuja kuelezea juu ya sababu tofauti tofauti ambazo zinafanya watoto kukosa morali ya kujituma, morali ya kusoma na hatimaye kufanikisha ndoto zao. Kwa hiyo nitaelezea sababu 6 ambazo zinamfanya mwanafunzi kukosa morali ya kusoma na namna ya kuweza kuwasaidia. Jambo la kwanza ni matatizo ya kifamilia. Matatizo ya kifamilia yanasababisha mwanafunzi kukosa utulivu, muda mwingine kukosa mahitaji yake ya msingi kama vile ada, chakula, mavazi. Kwa hiyo hali hii inamfanya mwanafunzi kukata tamaa na hatimaye kukosa kuendelea na masomo yake. Lakini jambo la pili ni hali ya mwanafunzi kujilinganisha na mwanafunzi mwingine. Inapotokea mwanafunzi anafeli katika mitihani yake na akijilinganisha na mwanafunzi mwingine ambaye yeye anafanya vizuri katika masomo yake, hali hii inamfanya aone hawezi na hatimaye inamshushia morali ya kujituma na hatimaye anakata tamaa na kutoweza kutimiza ndoto zake. Lakini jambo lingine ni hali ya kukosa msaada. Kukosa msaada kwa wazazi, kukosa msaada kwa walimu, kukosa motisha, kukosa kusifiwa. Tunafahamu katika hali ya kawaida kila binadamu anapenda kusifiwa, anapenda kupewa hamasa, anapenda kusaidiwa. Kwa hiyo inapotokea mwanafunzi anapata changamoto mbalimbali lakini hatatimiza changamoto zake kwa haraka, hali hii inamfanya mwanafunzi kushusha morali, kukosa kujituma na hatimaye anapoteza morali ya kusoma na kushindwa kufanikiza katika ndoto zake. Lakini jambo lingine ni kufeli kwa mara kwa mara. Mwanafunzi anapotokea amefeli mara kadhaa katika mitihani yake anayofanya, amefeli mara ya kwanza, amefeli mara ya pili, amefeli mara ya tatu, inamuondolea hali ya kujiamini na kujiona kwamba hawezi na hatimaye anashindwa kutimiza ndoto zake ambazo yeye kama mwanafunzi alikuwa amejiwekea. Lakini jambo lingine ni mwanafunzi kutojiwekea malengo. Mwanafunzi asipojiwekea malengo anakosa msukumo wa ndani wa kujituma, kwa sababu anakuwa yeye hafahamu baada ya elimu, hafahamu nini cha kufanya. Kwa hiyo anakwenda shuleni ili mradi amekwenda. Kwa sasa hali hii inamnyima yeye ile hali ya kupambana zaidi katika kufikia ndoto zake na hatimaye anakosa kufanikiwa katika kutimiza ndoto zake. Lakini jambo lingine ni mazingira mbalimbali ambayo mtoto anakutana nayo. Kwa mfano vishawishi vya nje kama vile mwanafunzi kutumia simu kwa muda mrefu, kuangalia TV, kusikiza radio kwa muda mrefu, michezo sana. Hali hii mwanafunzi inamkosesha utulivu, kwa hiyo anatumia muda mwingi kwa mambo ambayo hayana msingi katika masomo yake. Kwa hiyo baada ya kutumia muda huo katika masomo, anatumia muda mwingi katika mambo ambayo ni vitu ambavyo vinamtoa katika mstari wa usomaji. Kwa hiyo wewe kama mzazi, wewe kama mwalimu, kama utagundua mwanao au mwanafunzi wako anatumia muda mwingi katika vitu ambavyo vinamuondolea utulivu wa kusoma, ni bora umuite, ukae naye na uone namna gani kuweza kumsaidia ili aweze kufanya vizuri katika masomo yake. Nimesema kwa majina, naitwa Mwalimu Isa Albano Mcholi. Kama utakuwa umejifunza chochote katika mafunzo ambayo nimeyatoa leo, usahau kucomment, kulike na kushare kwa wengine, ili nitakapokuwa naendelea kutoa mafunzo haya, basi wewe uwe ni wa kwanza kuyapata, kwa malengo ya kuwasaidia watoto wetu ili kuweza kufanikiwa katika masomo yao. Asante na tukutane katika kipindi kinachofuata.